Hallelujah. And the responsibility given to you, it is not a responsibility of being a citizen of your village. The village you are is a small village, and that is where you are given a location for your springing up. Praise be the name of God. So the ministry you have, don't try to subdue it. Don't try to kuifinya ikose kuwa na nguvu. It must germinate. And the most unfortunate thing is that the seedling, hata kale kanyanya, ni kakani kanakuanga kadogo sana. Kabego kale kadogo sana. Bego ya dahari, kale kadogo sana. Ukikamwaga chini ya mchanga, bado katapanda. Katapasua mchanga na katapanda. It will struggle. It will struggle. But eventually, it will come up. Praise be the name of God. And that's a challenge of a Christian. That's a challenge of a businessman. That's a challenge of a family man. That is a challenge of the society. That in life, it is meaning that wewe umeokoka sasa si kumaanisha hautapatana na challenges. Challenges will be there. Saying that wewe ni prophet, that si kwamba hutapatana na challenges. Challenges will be there. Now that you can prophesy somebody buys a car, I can see a car coming in your life. I can see a business coming in your life. I can see this coming in your life. And these things happens. Does not mean you will not. The mighty prophets in the Bible, akina Moses, akina Elijah, akina Joshua, sijasikia gari yao. Walikuwa natembea na Ferrari ama walikuwa natembea na Toyota? Yeah? But we read about them. We follow their example. We read about the powerful Moses. We read about the powerful Solomon, King Solomon. I have never read a car that King Solomon alikuwa anatembea, and is the wisest man on earth. Praise be the name of God. Does not mean that you are a Christian, umeokoka, does not mean that you are disqualified from the challenges that a human being faces. We must face challenges because God grows you from one level to another level. The growth of God's power is not from one level and then it stagnates. You must be going to levels and levels and levels, and each level has got its own challenges. When you are young, you used to eat food that will not hurt your stomach. When you grew up, they prepared foods that is going to go according to the situations you are in. Praise be the name of God. So, kuwa umeokoka si kumaanisha hakuna challenge. Challenges will be there. But these challenges are not supposed to kill you. They are supposed to make you. They are supposed to produce your inheritance. Praise be the name of God. Hallelujah. Therefore, let's turn into the book of Genesis. There tutaenda marathon kidogo. I spoke to my daughter today. Alinipigia asubuhi for the first time since aliolewa. Na kaniambia niwasalimie sana. Kumbe kuolewa kuna kuaga na utamu yake, unasahau musasi. Hallelujah. Wale wajaolewa waanze kujipanga hivyo. Kama uko na mtoto akiolewa atakupotelea tu. Ameniambia atakuja Sunday kuwasalimia. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Na ameniambia anawapenda sana. Therefore, Genesis 39, in the book of Genesis, we are doing about inherit your destiny. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tutaenda mbio leo kidogo. Lakini mostly I'll be doing teaching, not preaching. I'll be teaching. Nitakuwa nikifundisha kwa sababu kuna kitu nataka muelewe vizuri. Na muelewe hii basi imeondoka. So tafadhalini, mkiona na make changes, si ati na kuchukia, si ati sikupendi. Ukiona nimekwambia toka hapa enda hapa, it does not mean that I hate you or I don't want you in this ministry. I want everybody. I want more people. Nataka tukue na media wengi. Nataka tukue na wafanyikazi wengi. Nataka tukue na washirika because we are moving. Tumeanza crusade. Tulikuwa last weekend, tulikuwa wapi? Keganjo. Jana na leo tuko Mukuru kwa Ruben. Sunday tuko Githurai. Bwana Yesu asifiwe sana. Sunday hiyo ingine tutakuwa Kawagware. Bwana Yesu asifiwe sana. It is line, tumeweka timetable iko.
Kwa hivyo ukiona sikuiti ni kwa sababu sitaki kukusubua Jega. Nikikwambia uanze kunifuata kwa hizo makrusade, bibi yako atatoroka. Atakuuliza karege dhomo kiriko kiuathire. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nina tu kuwafahamisha kama utapatikana, it's not a must you come. Kama utapatikana kuja, because it is only my presence that is required there. Mimi ndio naenda kuhubiri. Sasa nikikubeba wewe leo, nibebe huyu, nikubebe niwaambie tuende kwa crusade sisi yote, na mko na responsibility, Sunday mtakosa kukuja kanisani, si ndio? Kwa hivyo kama sijakuita usione vibaya, ni venye sitaki I don't want you to carry this burden, it is too heavy. I want to go with a lean team ambao tunaenda nao nje, tunaenda kuhubiri akina Otodi na kina huyu, hata kama huyu hawasikilizani na huyu watu wa vyombo waki wanakuanga na pepo ingine sijui ni gani huyu hasikilizani na huyu, huyu anafuga mashini vizuri, uli anakuja nafuga, huyu anakuja na bomoa yote, anafuga tena, akifuga tena zinachomeka zote, alafu ule anasema ni ule na huyu anasema ni huyu. Hizo zinaitangwa pepo za crusade. Bwana Yesu asifiwe sana. Zinaitangwa nini? Pepo za crusade. Ni ngumu kwa sababu wako kule wanajua hiyo ni stronghold wameshika, na wanajua tunakuja kumalizwa. Sasa wanamalizaga watu wa vyombo. Sasa ukikuwa na mtu wa hasira kama Deno na mtu ambaye huyu haeleweki kama yule, basi utakuta hiyo vita itakuwa gumu kidogo, kwa sababu ile kitu mtatumia kuhubiri itazimwa yote, itazimwa. Bwana Yesu asifiwe sana. That is why we need a team that goes to prayer. Kama wewe ni mtu wa vyombo na hauombi, nitakutoa. Acha tu tuongee ukweli. Kama wewe ni mtu wa vyombo na hauombi, wewe si mtu muombezi, na wewe hautoagi sadaka, na hautoagi tithe, hautoagi nini, nitakuondoa. Na si kukuchukia, nitakwambia chukua kazi nyingine ufanye, because huko ni fight. Hata kukufa utakufa huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Huko ni fight, huko nje ni fight. Auliza Bethel, atakwambia tulikuwa na yeye mkuru. Akasema wacha niende haja dogo. Si alitembea kaenda haja dogo peke yake akaenda. The next minute nilimkuta kwa gari wakimpepeta kwa sababu amekufa. Alikuwa ametoa macho, hii kitu ya white imerudi huko. Na ametoka na miguu yake. Hivi ameenda haja dogo, kurudi. Alirudi kama amebebaniwa hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na angalia huyu anacheka tu. Na hatakagi kuweka pesa yake kwa kikapu, anawekaga pesa yake hapa kama ameishika, na hatoagi na wale wengine, anatoaga yake peke yake. Akiwa peke yake, hatakagi uhusiano wa watu wengine, na hawekagi kwa kikapu kama wale wengine. Sasa usiona kila mtu ni tofauti. Kila mtu ako na mawazo yake tofauti. Sasa hebu angalia mtu kama huyu, haweki pesa yake na wale wengine. Alafu na yeye Deno unakaa hapo umekauka, hata maombi utaki. Watu wakifundishwa na kukutaga huko pale chini. Umekalia machuma huko kwa sababu utaki kusikiliza Jega, ama utaki kusikiliza Karo, ama utaki kusikiliza Sharedi. Unataka kwa sababu wewe ndio mwenye kanisa, wewe ndio inaitwa nini, supervisor na kila kitu. Sikuingilii kwa bani, we are talking, I'm using you because you are my son. Unasikia? Wewe mimi ndio huyu na mimi ndio huyu na mimi ndio huyu. Hawa wengine sitawasikiliza na lazima waniti. Unaona? Kama uko una hiyo roho, mtu kama huyu hayekagi pesa hapa na ameishika kwa mkono, ama mtu kama huyu ambaye unaona amekaa hivi tu anasikiliza, ama mama kama huyu amekuja tu amekaa na kuangalia hivi, hujui hawa watu wamekuja kufanya nini. Na labda wengine hapa tukifanya deliverance tusiana twingine hapa walisema wamekujia watu 7. Deno Sami, hawa watu 7 walikamatwa ama hawakukamatwa? Sami ni wewe ndio, hawa watu 7 walikamatwa ama hawakukamatwa? Walikamatwa. Tupatie for example moja alikamatwa. Tupatie for example moja. Sorry? Nasema walisema wamekuja kukamata watu 7. Si ndio? Na umesema walikamatwa. Hawa watu 7 walikamatwa. Tupatie for example moja. Mmoja tu alikuwa akamatwa lakini akawaachiliwa. Ate? Na wanyo walikamatwa wengine hawakurubaki. Samia anasema waliokamatwa walienda.
Sami. Otodi. Otodi, naongea na wewe. Waliokamatwa walienda ama wamerudi? Kuna wamerudi. Wamerudi. Nipatie kisabu ya mmoja mwenye amerudi. Aliyekuwa amekamatwa kati ya hao 7. Asante. Hao wawili wenye wamekaa, they are victims ya the 7 people. Walikuwa wamekamatwa na wakabebwa. It is not a joke. It is not a joke. Ministry is not a joke. More especially the kind of ministry we are having here. It is not an ordinary joke. Sio wrestling na sio ile kipindi ya Cartoon Network, hapana. This is firework. This is a warfare. And when you are in a warfare, you must be prepared. Kuna injuries. Hata wale watu wanaedaga huko. Ndio unaonanga army ikienda kuprepewa kwenda Somalia, kwenda DRC, what they go to fight. Wanaimbanga nyimbo. Wanaimba nyimbo war, nyimbo za vita, na wanaendanga na padre, wanaendanga na sheikh, na wanaendanga na pastor huko kwa vita. Na huyo padre ameshika bunduki iko kwa mgogo. Na hako na Biblia hapa. Kumaanisha kuna wakati ataweka Biblia amenyane na mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Therefore it is very important to understand. This is just not an ordinary ministry. It is a warfare. We've been called for a special mission. Kuna pastor ambaye ameitwa kwa ajili ya kupasta in anything. Yani kazi yako uliitwa tu ukuje. But kuna wengine ambao wameitwa with a purpose, with a special assignment. When you are called with a special assignment, there is a category of human being created kwa sababu yako. Na ni lazima uende ukahudumie. Mtu kama Joshua was created with a purpose, with a special mission. Mtu kama Moses was born with a purpose. Ndio naona analelewa na maadui. Wale walitangaza auliwe. Wao ndio walimulea. Because he is a special person, must be catered for by special people for a special mission. Bwana Yesu asifiwe sana. So I need you to understand. Wakati nitakuwa nikikutransfer hapa na kutoa hapa na kupeleka hapa na kupeleka hapa, it is because nimekaa na wewe, I know where you can fit. So don't argue with me. Hallelujah. Na ukiona hautosheleki hapo, Kenya ni kubwa. Kanatigo. Tumesikilizana hapo? Tucheji sura sasa. Tumecheji sura. Sasa ni kukaa gumu. Kama kagumu, si ndio? Beatrice. Kama utasikia kama ukibebwa kidogo wakubebe kidogo kama huyu dada wetu. Nilikuona kwa kiroli. Ukikabenia Jubilee. Sante kwanza. Na akakuja kutoa ushuhuda hapa kusema walikuwa wamemchota kidogo. Huku kuchotwa, nani alikwambia ulihubiriwa ukaingia kwa kiroli? Learn to protect your God and to fight for your God. God loves you and he will care for you. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. The Mercy Ministry, mara ya kwanza tulinunua chakula hapa. Tukasaidia hawa wazee, tulinunua na Sharedi, tukasaidia hawa wazee. Mara ya pili tukashindwa kununua, nikaambia Jega kuja waambie tumekuta nyumba imefungwa, lakini kwa sababu walikuwa wamekuja tuliwadanganya, wazee tuliwadanganya. Hakuna nyumba ilikuwa imefungwa, hatukukuwa na chakula. Na ni mimi ndio nilitumana mdanganywe. Lakini mlidanganya nikaambia mkuje Sade, mkanunuliwa, si ndio? Si mlipata chakula Sade? Sasa because of that, Mungu aliona ninataka hiyo kitu ifanyike. Jana Friday mchana nilimwagiwa roli mzima ya chakula hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumaanisha ameweka tick Mercy Ministry. Kwa hivyo wale watu nimepatia hiyo kazi, mkiagusha na nyinyi mtaagushwa. Na nimeambia Mungu na nyinyi awaagushe mkiangusha. Kwa sababu this is the second time Mungu anatupatia. Tuliomba grace mara ya kwanza, tukapata, tukaenda vizuri, tukainyonga. Sasa tumevuvuka tena, Mungu amekuja. Glory mzima. Sema glory mzima. Glory mzima ikakuja hapa.
Sasa wale nilipatia hiyo responsibility. Na nataka kuongezea Konsolata uingie hapo. Na uache umang'aa Konsolata. Na si kwa ubaya. Na with love. You are my daughter. With love. Sikukemei. Si ule umang'aa ya ubaya ile ya hapana, ile umang'aa ya uzuri lakini kama ng'aa kidogo kidogo. Serve God. Wacha kungua mang'aa kwa Mungu. Serve God with all your heart and with all your energy. Na yuko mase. Serve God with all your heart and with all your energy. Nego. Na wewe nego. Yes, let's serve God. Na wewe kule ulitoka. Mimi najua huyo kwa huyo mtu ulitoka ni mang'aa. Ni mtu wa mabangi na mtu wa machang'aa. Hiyo roho uachane nayo huko. Ukuje hapa ni kwa roho ingine. Bwana asifiwe sana. Na hiyo karo, muache umang'aa. Kabisa. Musafu Mungu kabisa kwa upendo. Niko hapa parking. Nani ataenda parking? Je, Sami, ule mtu nilikwambia. Ndio hiyo, mpigie tu kwa hiyo. Ako hapo chini. Umeelewa? Karo, Alice, na wewe. Nataka kuona youth. Uniambie date ile tutakutana na youth. Na mshikane na chairman. Huyu ameenda chini ndio chairman wa youth. You coordinate together. I want to see it next by this week tumeanza. I want to meet. I want to hear, to listen to your vision on the youth. Bwana asifiwe sana. Naigwa. Nigetha tukaje kuga hati waikire gikarathi wonire ngioka nie ndi pastor ndiakoheire kahinda wokire gikarathi asha. I have given you a platform, youth. Sindio? A platform for the youth. Na wale wengine kila mtu nimekuwa nikiwapatia platforms because I know najega ushikilie kanisa. Wale uko kumnyota igego. Ushikilie kanisa uipange venye nilikwambia kwa sababu si mimi nilikuita hapa. Tini dako lio twalilia tukutuku umetwalekea dutu maita meri. Hasha. Wewe ndio ulijileta huko na unasema unataka kukuja huko na ukakuja huko na nikaona umewekelea sadaka hapa. Mungu akaniambia mupatie, ndio kazi yake ndio hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Kali ingia Leonard. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaitwa Leonard. Ni rafiki yangu sana. Huyu ndio alinitengenezea saundi yangu ya kwanza ya kuhubiri. Huyu mzee. Na aliponitengenezea saundi yangu ya kwanza ya kuhubiri, nilikaa nayo kidogo na ule mtu alikuwa hapa anaitwa Don. Don akaziuza zote Eldoret, zote tulizifuata mpaka Eldoret. Mteremsha chini waongee na chairman. Don alizichukua zote tulizikamatia Eldoret. Alikuwa juu anafikiria sina network. Nikapigiwa simu nikaambiwa zimefika Eldoret. Zikienda kushuka kwa basi hivi. Watu wangu walikuwa hapo wakasema ni hizi vitu tunataka. Nikapigia Don nikamwambia zile vitu umetuma Eldoret wenyewe wamezipata wanazirudisha. Sasa after those years ndio niliona Don tena hapa. Tena amekuja amepokonya hawa wa mama. Mwizi ni mwizi tu hata akifanya nini. Inherit your destiny. Genesis 39. I want to teach you about 4 things that must happen to you for you to know that God is with you. Ninataka kukufundisha vitu ngapi? 4 ambavyo vitakusababishia wewe kujua ya kwamba uko na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio umeona nimeguzaguza hizo mavitu vidogo vidogo kwa sababu ninataka niwafundishe niwaambie you are with God. Tuko na Mungu. Hata kukikuja mawimbi makali aje, tuko na Mungu. Wakati Yesu alikuwa wako kwenye boti, alienda akalala. Wanafunzi wake wakamuuliza, kukakuja mawimbi, karibu waanguke. Mpaka mwanafunzi mmoja akaenda akauliza Yesu, "Kwani wewe hii mawimbi yote hauoni?" Yani drama kio ni ile kukua. Yani hustuki sisi tutakufa. Hallelujah. Sometimes inakufikanga wakati beka washirika wanakuuliza, "Wewe yaani huoni hii mambo tunapitia?" Kwa sababu unagogwa. Mimi nagogwa, nikigogwa hata nyinyi mtagogwa, mtakosa pesa. Nikikosa pesa mtakosa. Mkikosa kitu lazima utakuta kuna kitu kinapelekana hapa. Ni kigumu na it is a trial. Baka unakuta watu wanakuja wanakuuliza, Bwana hii. Kwa nini huoni hii maneno? Mimi tangu niingie hii ministry pesa yangu ilikatika. Tangu niingie hii ministry biashara yangu ilikwama.
Because the devil is raising a voice ya watu wafikirie ni kwamba they are in the wrong place. But it is a test from God. God will wait to see whether you can waver. Ataongoja tu kukuangalia, akuangalie kama uone kama utastahimili moto ya mahali hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hivyo ndio nataka niwaambie, vumilia. Moto ikiwaka, vumilia. God is doing something. Kukichacha, njaa ikichacha sana, vumilia. We are about to come out. God will not allow you or give you a trial that you cannot be able to sustain. You can never be tested beyond your capacity. You can never be grilled beyond what you can be able to handle. God will give you something that you'll be able to handle. Siku moja tu watoto wa Ayubu wakakufa. Siku hiyo ng'ombe zake zikakufa. Siku hiyo mambubi yake akakufa. Siku hiyo his life collapsed one day. But he still said to God, no matter the challenge, I am going to walk with you. I will never denounce you. The devil is looking for a way to go and accuse you before your maker. Don't think that the devil does not speak to God. He speaks to God and he is looking for your small mistake so that he can accuse you, so that he can go to God and tell God, this man is following you because of what you have given him. Wacha chukua, hebu chukua, wacha. Naye Mungu anakusema chukua kila kitu lakini usichukue his heart. Praise be the name of God. So the challenges console you are going through, it is supposed to produce the real console. The challenges inakujanga ipige the fake console to produce the real one. Because the real console is meant for the kingdom of heaven. Hallelujah. The real console is made for the kingdom, to destroy principalities, to destroy powers of darkness, to speak the word of God the way it is supposed to be spoken. That is why Beatrice, utafinywa, ufinywe. Na ukikubali kufinyika, utafinywa. Bwana Yesu asifiwe sana. I'm not being personal, but I'm trying to use, because you are my daughters and you are my sons. And I'm be teaching now, I'm trying, if you can notice, I have been bringing that sonship kind of relationship in this ministry, because hatujakuwa nayo. Tumekuwa na watu ambao wako na kitu kinaitwa familia, who are familiar with me. Bwana Yesu asifiwe sana. Ati wamefika tumetoshana ambako ananiambia gata ni aje, Buda ni aje, tugate. Bwana Yesu asifiwe sana. Because there is no sonship. When we fail to have sonship relationship, it means the anointing of a me will not flow to you. Somebody else will come and recognize me as a father, and he will take the blessings of a father. They are blessings of a father, and they are blessings of just an ordinary person. Hallelujah. Somebody will come here and minister to you. It does not mean that he becomes your son. You become, or he becomes your daughter. Somebody bring a preacher from America to come and preach you does not mean that atachange akuwe baba yako. Hapana. I will still remain to be a father if you recognize me as a father, and I will be able to be releasing the fathership blessings. Hallelujah. Some of us are lacking that cover of a father because we have refused to understand. I am not here as a man. Some of you may be looking at me as a man. Some of you may be looking at me at somebody so and so. If you fail to recognize the anointing upon me, and they look at me and see at me as a father, then the fathership blessing will not come to you. Ile baraka ya kibaba, ile neema ya kuambia ubarikiwa wiki hii, na ukitoka unabarikiwa, hautaipata. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile neema ya kukwambia Mungu na akukumbuke mahali utakwenda ukubarike, hautaipata. You will not get it. Even if nitasema hapa ni tabiri for it will not work until you recognize the man or the woman you are under as a mother or as a father. Praise be the name of God. Because this will only work to the blessings. Kuna blessings tofauti. There are blessing of a pastor. When I stand here as a pastor, kuna blessings nitaachilia just as a pastor. Nikisimama hapa kama mwinjilisti, kuna blessings za kiinjilisti.
If I stand here as a prophet of God, I will release prophetic blessings. And if I stand here as a father, I'm able to release a fatherhood blessings. So you must be able to learn to understand that all the blessings come differently. Don't just face one blessing. Don't go looking for one blessing. Nitakuachilia neema ya kinabii na nikutolee unabii nikwambie miaka 2 ijayo Mungu atakuwa amekusaidia, amekubariki. Lakini nimeachilia neema isiyo na ubaba. The father blessing makes you stand firm because I will teach you how to grow. I will teach you how to become. I will release the foundation yenye itakuinua na yenye itakustahimilisha. Hata kama nimekuachilia neema ya kinabii, unahitaji neema ya kibaba. Ndio baba akuwe mlinzi wa kukutetea na wa kukushikilia. A father nurtures you and releases the authority and the power to make you nurtured. But a prophetic kama neema ya kinabii na achilia nabii, nasema utapata, utabarikiwa, lakini hautakuwa na msingi wa baba. Ndio naona nitakutabiria na utaenda na utapata, lakini itaanguka baadaye. Kwa sababu you don't have the foundation of a father. The foundation of a father is more important than the prophetic one. The foundation of, that's why we call Baba wa mbinguni Baba, our Father who art in heaven. Because a father provides. A father gives direction. A father nurtures you. A father makes you to stand. A father will come and cover you in every spirit. When you lack the covering of a father, you cannot succeed. No matter how prophetic, no matter how evangelistic you are, no matter what kind of a person you are, if you don't have the covering of a father, you are going nowhere. I must today, once I'm here, nikiwa hapa, mkitoa sadaka, mimi sitoangi, natoa sadaka moja hapa na ingine naituma kwa baba yangu ya kiroho, Bishop Harrison Nganga. Because if I don't do that, the covering of a father in this ministry will not be there. And even itabidi viwete wakuje hapa waache mawheelchair na sina covering ya baba, siwezi nikafaulu. Challenges zitakuwa ngumu kuniliko. Bwana Yesu asifiwe sana. So wherever you are, no matter huyu mzee amekuja amekaa hapa kwa sababu I'm his spiritual father. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tukienda nyumbani ananigeuza, anakuwa baba wa kimwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo we need, na kanisa hii kutoka sasa, have that respect. Nikikukemea, wacha kwenda kukulalamika huko ati maneno migi. Lazima nikukemee. Na sina mahali ambako nafaa kukemea. Ati navija kupeleka kwa kakona, hapana. Nyinyi wote ni watoto wangu. Mimi nilikuwa naona zamani baba yangu akiwa hai, akikupata mahali amekupata na shida, hapo ni nyahunyo ya mgogo na makofi na mateke. Mama yangu ndio alikuwa anatuchuna hapa. Umeshai kuchunwa? Wangapi walichunwa hapa? Inua mkono hapa, inua mkono juu kama ulichunwa hapa. Waeji yetu ni wale walichunwa hapa. Unachunwa mpaka jicho yako tu inatoa jicho iko na maji liquid ya white. Ni mchuno, na mama tu amekaa tu anaangalia kule na wewe unaangalia kule. Lakini mchuno unasikia kweli mpaka unainua kamguu kamoja, mpaka unakuta na mtu anaenda hivi. Kweli ile kamchuno ulichunwa. Na hiyo kamchuno kakikosekana, nyumba kama hii itaanguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kamchuno kama hii na kanachunago ndio ukasirike uende. Tulikuwa tunachunwa, badala ya kutoroka tunaenda kwa nyumba bedroom kulilia huko. Lakini hapa ukichuna mtu, kuna mtu unaweza kuchuna kwa sababu si wa hapa. Sometimes ndafanya kuchuna deliberately ndio utoroke uende. Uache hii kiti kuja mtu mwingine akalie. Hallelujah. That 9 of verse number 2. I'm talking about four things that will happen to your life for you to know that God is with you. Number 1, it is the presence of God. In whatever you do in your life, the presence of God is very paramount. Ukimove, whatever you are doing, wherever you are, in your business, in your marketplace, in your family, kwenye ndoa yako, when you don't have the presence of God, then there are many things that not happen to you.
Let's read the book of 39, chapter number 39 of Genesis, from verse 1. Now Joseph has been taken down to Egypt, and Potiphar, an officer, Pharaoh of Pharaoh, captain of the guard of an Egyptian, bought him from the Ishmaelites who had taken him down there. The Lord was with Joseph, and he was a successful man. He was in the house of his master, the Egyptian. This man called Joseph was sold by his own brothers. He was sold because they hated him. He was sold because they didn't want him. Many times tumejikuta kwenye matatizo mengi ya kimaisha. Tumejikuta kwenye mazingira ambayo hayawezekani. Labda ulikuwa kwenye ndoa, lakini ndoa yako imevunjika kwa sababu ya jambo ambalo ulijaribu kulizuia likakataa. Labda ulikuwa na biashara, lakini biashara yako haimekataa kufanya. Labda kuna mambo fulani imetendeka katika maisha yako. Ulianzisha huduma, lakini huduma yenyewe haifanyi kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ulianzisha kazi, lakini kazi haifanyi kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Umeanzisha huduma kama hii, lakini imekataa. Kwa nini? Kwa sababu you lack the presence of God. The presence of God will work for your success. Na inasema the Lord was with Joseph. And therefore the Lord being with Mungu ako pamoja na wewe in whatever you are doing, no matter how small, no matter how big, it doesn't matter what it is. The success, symptoms of success will be witnessed in what you are doing. Symptoms of success will be witnessed in every move that you are making. That every move you make, there is something, there is a light. Kuna gasheneni, kuna kamoto ka success kanaonekana. Kwa jambo lolote unalolifanya utakuta kuna kitu kinasonga. Kwa mambo yote unayoyafanya kuna msukumo, kuna kitu kinatendeka. Licha ya kuwa kuna ugumu, kuna kitu kinatendeka. Utapata favor from one point to another point. Joseph aliuzwa na makaka zake, wakataka kumuua, lakini Mungu akakataa. Kukatokea mtoto mmoja wao akamuuza, akasema wacheni tumuuze. Na wakati huo fikra ya kumuuza ilipotoka, kukatokea watu wa kumununua, because he was with the Lord. God will always cause his presence to walk with you, no matter the situation, no matter what is happening, no matter the difficulties, no matter the persecution, no matter the mateso yote ile inafanyika kwako. God will be with you. Walikuwa wamepanga kumuua, kukatokea ndugu yake mmoja akamsema tusimuue. Bwana Yesu asifiwe. Wakati huo tusimuue, kumbe Mungu alikuwa ametayarisha watu wa kumununua. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati huyu kijana alisema tusimuue, hakukuwa na mtu wa kumununua. Wakati alikuwa alisema tusimuue tumuuze, hakukuwa na mtu wa kumununua. Lakini Mungu kumbe alitumia huyu kijana kama nabii kuachilia neno la kumununua. Ndio wanunuzi nao, maana Mungu alikuwa ashatayarisha hao watu wanakuja, na watakapofika huko walikuwa wamewekwa pesa mfukoni ya kufanya kazi ya kununua huyo mtu. God will cause everything to work in a positive way, no matter the difficulties, no matter the challenges, no matter the persecution, no matter who comes against you. God will have prepared your way because he is present in your life. You only need God to be present in your life. And when you get God to be present in your life, these are the things that will happen. And you will become successful because God is present in your life. And he was in the house of his master, the Egyptian. And his master saw that the Lord was with him. Your master, the people who are against you,
will be able to be opened. Their eyes will be open to see what kind of a human being you are, what kind of a person you are, what kind of a relationship you have with God. Because this is a master who said that, and when the master saw that this man was with the Lord. So according to the presence of God, the amount of the presence of God that is in you will cause everything to work with you. And even the people against you, they will see the God in you. Hallelujah. That is why I preach, and I have to preach to you and tell you, you must behave, because I want people to see the God that is in you. Hallelujah. In every move that you make in your life, your God must be seen. No matter how small you are, no matter what kind of business you are doing, no matter what kind of situation you are in, the God that you preach must be witnessed, must be seen if God is working with you. And if people don't see God in you, it means that the presence of God is not working with you. Kama watu hawaoni venye Mungu amekutendea, hawaoni Mungu wako, ni kumaanisha ya kwamba mambo ambayo Mungu wako hajidhihirishi. Mungu wako lazima ajidhihirishe kwenye maisha yako, kwenye kazi yako, kwenye ndoa yako na kwenye mipango yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Thank you. Therefore, and his master saw. So the people around you will bear witness that God is in you. Ebu jiulize kama the people around you, they have ever seen or witnessed the God in you. Have your neighbors one day wakwambia tumeona Mungu wako? Have your neighbors in business wamesema tumeona Mungu wako? Have the people that you are working with, that place you are working, wamewahi kusema tumeona Mungu wako venye anafanya kazi? Kuna siku hata moja umewaambiwa kweli uko na Mungu? Bwana Yesu asifiwe sana. Kweli ni Mungu alikutetea? Kweli ni Mungu alikupigania? Ama watu wakikuangalia wanashidaga wanasema who are you, what are you doing? Praise be the name of God. Hallelujah. Akaendelea kusema ya kwamba, and his master saw that the Lord was with him, and that the Lord made all he did to prosper in his hand. That everything you touch in your own hand, the Lord that is in you will cause these things to happen, will cause you to prosper. In any move, in any direction of things that you do, prosperity will come. Prosperity will come and they will see. Na wanamwambia chochote huyu mtu aliguza kiliendelea. Ukaona wakati Jacob alikuwa kwa Laban, anything that Jacob touched, it worked. Anything that Moses touched, it worked, because the presence of God was with him. The presence of God will always make people see that which is happening in your hand. That whatever you be touching, no matter how it is, kama ni ndoa, kama ni biashara, kuna kitu Mungu atatenda. Na wataona. It is meant for other people. The presence of God is meant for other people, not for you. For other people to see your God. That is why the presence of God will walk with you. Because God wants to be seen, to be witnessed. Hallelujah. Watu wakuone na wajue ya kwamba aliye na wewe ni Mungu aliye juu. Aliye na wewe ni muumba wa mbingu na dunia. Aliye na wewe hajawahi kushindwa. Aliye na wewe hajawahi kuanguka, maana ni Mungu aliye na misingi thabiti iliyo kamili. Bwana Yesu asifiwe sana. And wanaendelea kusema ya kwamba so Joseph found favor. When you are with God and with the presence of God, there is favor of God. Hallelujah. Mwambie your neighbor, there is favor. There is favor. For you to know that you are walking and the presence of God is with you, kuna favor. Kuna kitu kitafanyika. Mahali popote utaenda utakubalika. Chochote utakianzisha kitakubalika. Watu wa huo mji utakapoenda watakukaribisha. Wakienda mahali popote, hata ukiwa mgeni, utapokelewa kwa mkono ulio na favor. Bwana Yesu asifiwe sana. And this is very important
to know that when you are with the presence of God, the favor of God will work in his sight. And they served him. Then he made him overseer of his house. Because of the favor of God, you are made a prefect. You are given leadership. You are given a responsibility. He was made overseer. Remember, this is an Egyptian. An Israelite. He was not an Egyptian. But he came, found people in this man's house who were working previously. But because of the favor of God, he was given responsibility. He was given a responsibility to be in charge of a very crucial docket, because he is walking in the presence of God. Hallelujah. So walking in the presence of God will cause so many doors to open. And walking without the presence of God, so many things will work against you. So you must understand how to walk in the presence of God. And walking in the presence of God causes many doors to open. And these doors that will open, nobody will be able to shut them. Haziwezi zikafungika. Maana ni Mungu amesema, and it is permanent. And that's why we say it shall be permanent. Whatever God has done in you, it shall be permanent. And he was made him overseer of his house, and all that he had he put under his authority. Kila kitu. Unakuta mtu tu, wewe ni kimutu kimekuja ni kigeni, hakijulikani, lakini unakuta kila mtu anasema chukua hiyo, bosi anasema wewe angalia hiyo docket, angalia hiyo maneno, angalia pale, chuga hiyo watu, hata pesa chuga, angalia saduku ya pesa ndio hiyo, kifungu ya safe ndio hiyo, chuga. It is because God is opening the doors. It is because you are under influence of God's presence. The God presence opens the door. Will make people to love you, just love you for no reason. Unakuta unapendwa for no reason. People will try to fight you, not kuwa na favor sikumaanisha hautapigwa, kuwa na presence ya Mungu sikumaanisha hautapigwa, lakini doors will open and the people will like you for no reason. Hallelujah. Tell your neighbor, they will like me without a reason. Mwambie neighbor yako, watanipenda bila sababu. Sitakuwa nimefanya jambo lolote, lakini watanipenda tu. Wataniangalia tu na watanikubali. Hata nitoke hapa niende Somalia, wa Somalia watanikubali. Hata nitoke hapa niende Saudi Arabia, wa Saudi Arabia watanikubali. Chochote nitaanzisha kitakubalika. Mipango yoyote nitafanya itakubalika. Mahali popote nitakalia nitakubalika. Hata biashara nianzishe, hata kama ni ya kuuza mchanga itakubalika. Hata kama ni ya kuuza matawi itakubalika. Hata kama ni ya kuuza makaratasi imeoza itakubalika. Bwana Yesu asifiwe sana. It is grace. It is the great. Hii topic ya leo ni mtamu. Then verse number 5. So it was from time that he had made him overseer of his house and all that he had, that the Lord blessed the Egyptian house for Joseph's sake. Hallelujah. Mahali popote utapelekwa, kwa jambo lolote utakuwa ukilifanya, watu wa huko watabarikiwa for your sake. People will receive the blessings of God because of your sake. People will receive the authority and the power of God. Vitu vitafanyika kule ulipelekwa. Mambo yatafanyika kule ulipelekwa because of God's sake in your life. For your sake, mambo itafanyika vizuri, milango itafanyika, biashara zitakubali, mambo yote itakuwa itakifanyika, makanisa itafunguliwa, maduka itafunguliwa, mafactories itafunguliwa because of your sake. Because God wants to show them, this is my man and he is carrying my presence with him. So wherever he goes, any demonic arrangement zinavunjavunjwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Anything, kitu kyote, ukiingia mji wa Gikomba na mji wa Gikomba umesaraundiwa na mambo ya kishetani, utakuta waganga wote wanatoroka. They will run away. Ukiingia uende Mombasani, kule kuna majini yote yatakuona na watakutoroka. Hakuna mtu hata mmoja atasimama mahali pale, maana God's presence itakuwa inatembea na wewe. Mwambie mwenzako, I'm seeking the God presence.
Tell God to present himself. Tell God to present himself in your life. Mwambie tu Mungu, nataka your presence. I need your presence in my business. Tell God I need your presence in my marriage. Tell God I need your presence in my ministry. Tell God I need your presence in my business. Tell God I need your presence in whatever I'm doing. Everything that you do, you need his presence. And when God's presence is walking with you, you conquer every mountain. No weapon fashioned against you will prosper. No forces of darkness will ever be able to kill you or to destroy you. Hallelujah. That is the reason, and that is the good thing. In verse number 6, thus he left all that he had in Joseph's hand. They will leave everything because of the presence of your God. Everything will be left in your hand. They will just say we give it to him, because huyu mtu akiguza hii kitu inafanikiwa, huyu mtu akifanya kitu hii kinafanikiwa, huyu mtu akifanya hivi kinafanikiwa. Meaning that the presence of God will command all that are against you to work for you and to surrender all that they have to you. Hallelujah. They will surrender their ministries to you. They will surrender their businesses to you. They will surrender their families to you. They will surrender everything they have to you, because God that is in you is more powerful and is omnipresent in every move. They will feel dominated by the power that is in you. So the presence of God will cause things to work in a magic manner that everybody will surrender. They will surrender to you. Tell your neighbor, they will surrender to you. And now that he has received all these things, does not mean challenges will not find him. When you are in the presence of God, the presence of the devil is also high. The devil will try to bring you down. The devil will try to make sure you do not succeed in your endeavors. The devil will make sure that you don't make it happen. You cannot succeed. Praise be the name of God. They are trying, they will try. And by doing so, in verse number, second part of verse number 6, now Joseph was handsome in form and in appearance. When you have the presence of God, in form, you must be handsome man or beautiful girl. And in presence, there's two things that the Bible is talking about. In form and in appearance. Hallelujah. In appearance, it is what appears in you, the physical part of you. In form is the spiritual part of you. These things must happen together. That yes, you are handsome. Yes, you are beautiful. Where are you beautiful? Are you in the appearance or in form? Are you having both? The beautification in you, is it both inside and also outside? Because there are people who are so handsome, tall, dark and handsome out, but inside they are snakes. There are some girls who are very, very beautiful. If you look at them, the way they were walking, they were created in the morning after God had finished his breakfast, when his mind was still working well, and then that is when this woman was created. But it is from the face. Inside, it's a python. There are people, you will just look at them, just unamuona tu